taarifa zetu hapo kesho, Gavana Mike Sonko anatarajiwa kumtaja yule ambaye amemteua kama naibu wake pamoja na kutangaza mabadiliko katika serikali yake ambayo kwa muda imekumbwa na msukosuko. Mwanahabari wetu Grace Kuria alizungumza na mshauri wake pamoja na mchanganuzi wa masuala ya siasa na kutuandalia taarifa ifuatayo, ikiwa ni pamoja na hakikisho kwamba yule atakayerithi kiti cha naibu ni mmoja kati ya wale wanawake 4 walioko kwenye orodha ya gavana. Takriban mwaka mmoja baada ya aliyekuwa naibu gavana wa jiji la Nairobi, Polycarp Igathe, kujiuzulu na kiti cha naibu kingali kiwazi. Ila sasa Gavana Mike Sonko anatarajiwa kutangaza yule atakayemteua kuwa naibu wake ikiwa matamshi yake ya Mombasa yatazingatiwa. As at now, the deputy governor is going to come from the 4 names it fronted. But of course, if something happens in between, there will be due communication. Orodha hiyo ya Agosti mwaka uliopita ina wanawake 4: Agnes Kagore, Askofu Margaret Wanjiro, Karen Nyamo na Jane Wera. Wandani wetu wanazidi kutueleza kwamba kuna uwezekano atakayerithi kiti hicho si mwingine ila Karen Nyamo, aliyekuwa amewania kiti cha mwakilishi wa wanawake ila akapoteza. Aidha, baadhi ya wachanganuzi wa siasa wanadai kuwa atakayetangazwa na Gavana Sonko hapo kesho hata kuwa ndiye chaguo lake bora. Jubilee as a party will have a lot of impact, a lot of say whom they feel will protect the interests. It is not more about delivery. Because if you ask me, one of those are not, they're simply politicians. Gavana Sonko anatarajiwa pia kutangaza mabadiliko katika serikali yake ya county ambayo kwa muda sasa imekumbwa na msukosuko. Of course, there will be new names to be, incorporated into the cabinet, and the focus is on competence. People who can deliver for Nairobians. I want us to understand that the governor is not looking for people who can please him or make him feel good or something like that. The governor is looking for people who understand what Nairobi requires. These people, in my view, who have remained are extremely inefficient. They cannot be able to deliver. And that tells you that the county government of Nairobi cannot deliver on its mandate if we go by the number that exists in that particular level. Maybe he might consider lifting the suspensions. Kwa muda sasa mbinu ya Gavana Sonko ya kuongoza jiji la Nairobi imetiliwa shaka na wengi, wachanganuzi wakidai kwamba amefeli haswa katika utekelezwaji wa sera. Sonko really needs to think, if at all is able to do that, on his approach in terms of real policy, real management. Lilosalia sasa ni kusubiri tangazo la hapo kesho asubuhi. Kabla ya kuwa gavana wa Nairobi, Sonko alikuwa seneta wa Nairobi baada ya kuwahudumia watu wa eneo bunge la Makadara mjini Nairobi, wakati wa serikali ya mseto kati ya rais wa wakati huo Mwai Kibaki na kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye alikuwa waziri mkuu. Grace Kuria, KTN News.